Kuna wakati unafikiri unajua kila kitu, lakini kisa kimoja cha maisha kinaweza kubadilisha kila kitu. Leo kwenye MK Mastori, tutakupeleka kwenye simulizi ya kweli ya mzee mmoja aliyeonekana kama maskini, lakini aliyezalia alama isiyoweza kufutika. Mzee maskini aliyefukuzwa kanisani, lakini kila mtu alilia alipofunyua jina lake halisi. Ilikuwa ni Jumapili yenye jua kali, lakini upepo wa asubuhi ulileta baridi kidogo. Kwenye mji wa mlimani, watu walikuwa wakimiminika kanisani wakiwa wamevalia mavazi yao mazuri. Sauti za kwaya zilijaza anga, na kila mtu alionekana mwenye furaha na amani. Lakini pembeni ya barabara, alikuwepo mzee mmoja aliyevaa nguo zilizochakaa. Miguu yake ilikuwa imepata nyufa. Suruali yake ilikuwa na viraka, na kanzu aliyovaa ilionekana kama imeoshwa mara nyingi bila sabuni. Alitembea polepole, akishikilia fimbo ya mianzi. Jina lake halisi lilikuwa Mzee Rashid, lakini mjini walimjua tu kama yule maskini wa sokoni. Alikuwa mkusanyaji wa chupa na makopo. Hakuna aliyejua alipotoka wala familia yake ilikuwa wapi. Siku hiyo aliamua kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kuingia kanisani. Alisema moyoni, leo naenda kumuona Mungu, sio binadamu. Akavuta pumzi ndefu, akaanza kupanda ngazi za kanisa kuu la Mlimani, lakini macho ya watu yakamfuata kama sumaku, wengine wakinong'ona, wengine wakicheka kwa chini. Mzee Rashid alijaribu kutabasamu, lakini akahisi moyo wake unasisimka kwa maumivu yasiyoelezeka. Wakati mwingine, binadamu hutoa hukumu kabla ya kusikia hadithi nzima. Wanaona mavazi, wakasahau moyo. Mlinzi wa kanisa, kijana aliyevalia suti nyeusi, alisimama mbele yake. "Baba, unaenda wapi?" aliuliza kwa sauti ya dharau kidogo. Mzee Rashid akajibu kwa upole, "Nimekuja kusali, mwanangu." Lakini kijana huyo alimwangalia juu chini, kisha akasema, "Baba, hapa si sehemu ya kuchangia au kutafuta misaada. Ni ibada. Tafadhali ondoka." Kauli hiyo ilikatisha pumzi ya wazee waliokuwa karibu. Wengine walianza kumcheka, wengine wakipiga picha kimya kimya wakipanga kuziweka mitandaoni. Mzee Rashid alijaribu kueleza, "Nataka tu kumsifu Mungu," lakini sauti yake ilikatwa na makelele ya watu waliotaka ibada ianze. Askofu alipokuwa akijiandaa kuanza ibada, akaona vurugu hiyo na kuuliza nini kinaendelea. Mlinzi akaenda kumweleza kuwa kuna maskini anachafua mazingira ya ibada. Askofu kwa hasira akasema, "Muondoe nje kwanza. Hatuwezi kuanza ibada na mtaani huyo hapa ndani." Kauli hiyo ikasababisha ukimya mzito kanisani, lakini hakuna aliyethubutu kupinga. Ni rahisi kumfukuza mtu maskini, lakini si rahisi kujua kama Mungu alikuwa akimjulisha kuja naye. Wakati mzee akigeuzwa kwa nguvu kuelekea nje, kijana mmoja wa kwaya alijaribu kumtetea, labda ana sababu yake. Tusimhukumu haraka. Lakini sauti yake ilimezwa na kelele za waumini waliotaka ibada ianze. Alipotoka nje, Mzee Rashid alikaa kwenye kivuli cha mti mkubwa. Aliangalia juu mbinguni, machozi yakimtiririka taratibu. "Mungu, labda leo nimekosea kukujia kwa sura hii?" aliuliza kwa sauti ya uchungu. Wakati huo, mtoto mdogo wa kike alimtazama kutoka dirishani mwa kanisa. Alimrushia tabasamu na kumletea kipande cha